Asalamu alaykum bwana Njanjala. Wa alaykum salaam shehe wangu. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Naam. Ambaye yeye muumba mbingu na ardhi. Ndiyo. Na kaumba viumbe wote hapa duniani kama unavyoona shehe. Ni kweli ndugu yangu. Tunapaswa tumshukuru Mwenyezi Mungu. Na vile vile ni kumwabudu. Ndio, hebu ndugu yangu nimekuja. Kuna jambo kidogo ndugu yangu limenishtua kwenye moyo wangu. Hilo jambo lenyewe bwana linamhusu yule mwanangu Omboza. Ile jambo tulilofanya lile. Kwa yule bwana Mafia yule. Sawa. Tunasema tajiri wa kijiji. Basi ndugu yangu hizi amini ndugu yangu. Yaani haijawa asili tena. Sijui ni nani kavujisha. Si ni mke wangu si nani. Nimeshangaa ndugu yangu. Yaani mwalimu ameniita mimi mwalimu wa kiume. Kaniita kaanza kunipa zile maneno yake yale, ananiambia wewe mzanii baba Omboza, kwa nini unataka kumuozesha mwanao? Hujui kwamba mwanamtu wa kike ni nani, mtu ana haki kupata nafasi yake katika dunia? Nikamwambia wana wewe alikuwa balizo nani? Kwani mimi sijui kama muhimu mwanamke kwenye swala la dunia? Nikakataa ndugu yangu. Nilisema mimi sina mpango wote wa kumuozesha. Sasa nimechanganyikiwa kitu kimoja bwana Njanjala, ni kwamba nani atakuwa amempa hizo taarifa mwalimu mpaka habari zimewafikia walimu? Si ni Omboza mwenyewe? Si ni mama mtu? Yaani kidogo hapo ndo wameni confuse kikweli. Unajua bwana Kamsange. Nadhani wewe unaichezea sana jela. Na mwanzoni unakumbuka kabisa tabia yangu. Unakumbuka kabisa jinsi nilivyokuambia. Na tabia yangu wewe unaijua. Sasa haya mazoea yasije kasababisha mimi na wewe tukaenda jela. Na nakwambia kabisa kuhusu swala hili, haki ya Mungu nakwambia mimi nakukataa kwa sababu ni uzembe. Nilishakwambia mara ngapi mimi? Unajua sawa bwana Njanjala, tusifike mahali tukalaumiana. Kwa sababu kwanza kabisa ni kuondoa pressure. Mimi nimekaa na mwalimu. Nishamwambia mwalimu hilo jambo la uongo na halina ukweli wowote. Na kama kuna mtu kakwambia basi huyu anataka kutugombanisha sisi. Sawa, nimeongelea swala na mwalimu kanielewa. Lakini kingine cha pili, hata mimi Omboza nikamwambia Omboza, wewe Omboza, haya mambo anatakiwa utulie. Sababu hata mama yako naye alikuwa kama wewe, lakini mtu siku naye akapata mtoto, familia kaendelea. Sasa wewe unataka shule itakusaidia nini bwana? Tatizo lake ameshindwa kuelewa. Yule mwalimu unayemwona, yule mwalimu mmoja hapo ana kazi ya uaskari kama hujui kwa taarifa yako. Mimi namjua vizuri. Tena namjua. Na ndio maana nimekwambia swala hilo liangalie kwa makini. Sasa yeye kajua. Sisi tunafanyaje unadhani? Nimeshamwambia mwalimu. Ondoa shaka mwalimu, hakuna tatizo lolote kwa mimi natumai. Hakuna jambo ambalo linaweza likatuzuru sisi. Hata kama. Sasa siku asipomuona shuleni ndani ya miezi 3-4, unadhani yeye atafanyaje? Hilo ndugu yangu Njanjala. Nakwambia kabisa mimi swala hilo nakukataa. Ondoa shaka kuhusu hilo bwana Njanjala. Bwana Njanjala kuhusu hilo ondoa shaka. Mimi natumai. Jinsi nilivyoongea na mke wangu. Hilo bwana hakuna kitu bwana. Ondoa shaka bwana Njanjala. Basi bwana mimi langu macho. Mimi naangalia kinachoendelea. Mimi sina pressure. Ila sina wasiwasi wowote. Wewe acha usiwe na pressure wala wasiwasi. Ila likifanya ndugu yangu utaniona mimi mbaya. Mimi nakukandamiza wewe. Tena naongea zaidi. Nitaongea mengi tu. Bwana Njanjala bwana usifike huko. Sisi bwana kitu kimoja bwana. Ninapotokea jambo lazima tubebane, lakini tunasema Mwenyezi Mungu yupo na sisi atatulinda bwana. Hakuna tatizo. Amina bwana. Bwana sasa sema jiangalie bwana. Haya shida. Baadaye bondeni unajua kule jioni. Tuonane bondeni jioni kule. Kuna kikao chetu. Wewe mtoto wewe. Samani kidogo. Simama mtoto mzuri. Simama. Samani kuulisi. Salamu alaykum. Ujambo? Jambo. Samani wewe mtoto wewe. Kama vile kama nakufanya kesi kufananishi itakuwa ndo wewe. Wewe ndio siku nimekuona pale ukanikimbilia ukasema wewe mbaba wewe kuna kitu kitakupata. Sio mimi unanifananisha. Wewe mtoto mbona ni wewe kabisa nakuona kabisa siku ile hivyo macho ndio hivyo. Kama nimekosea ukaniambia si baba utafungwa. Niambie nini nimefanya nini? Nishakwambia sio mimi nielewe. Mtoto alikuwa kichawi nini hichi?
alafu kina nguvu za ajabu, mzee mzima kama mimi. Basi nikazalilika bure hapo. Hivi ni kweli nifanye maamuzi haya? Mbona moyo wangu unasita? Nahisi haitakuwa sahihi. Kama tulivyoongea, kuanzia kesho anza kuifanya kazi yako, sawa mwanangu? Karibu mama mkwe. Asante baba. Mama karibu. Asante. Vipi mwanangu anaendeleaje? Mimi sijambo, sijui huko. Sisi wazima. Vipi maisha ndo anasemaje? Maisha mazuri. Sawa mwanangu. Maisha ni balaa, unatakiwa uzoee sana. Sawa mama. Tumeongea mengi sana. Baba. Mwanangu nimemlea vizuri. Sawa. Hakuna shida. Vipi ukimwona anaendeleaje? Sawa, tuko sawa. Sawa baba. Mimi nimekuja kuwaona mara moja. Ndio, karibu sana. Karibu sana hapa nyumbani, jisikia hapa. Mama karibu. Sawa, mimi nimekaribia. Kuna mwenza. Sawa. Basi haina shida. Ndio. Karibu sana. Sawa, mimi sio mkaaji sana. Mama, mbona umekuja sasa hivi na unaondoka? Nimekuja kuwaona tu mara moja, mradi tu mnaendelea vizuri.
mimi acheni niende. Unamwacha mama anaondoka saa hii? Pia nimtoe. Basi haya baba. Haya, karibu sana. Haya, karibu sana hapa nyumbani. Haya. Haya sana. Sikia mama. Haya. Namsindikiza kidogo. Eh. Haya. Usikae sana. Mimi naogopa hapa nyumbani. Sawa.